By the way, ningependa kwanza kama unaweza paint picture of what actually transpired, because huyu ni jamaa ambaye alikuja katika sehemu husika kama mobilizer wa vijana, unaona, ambapo ilikuwa inasemekana kuwa walikuwa na miadi na PS Fikirini Jacobs. Bana, inakuwa vipi mwanahabari 254 TV, hujambo na karibu kwenye makala hizi. Siku ya leo naweza sema niko na bahati yangekewa, kwa maana nimepata ugeni wa hali ya juu. Niko hapa na mwanahabari tajika wa kupigwa mfano nchini Kenya, ambaye kwa lugha nyepesi ya Kiingereza anaitwa Crime Investigative Journalist. Kwa hiyo tutakuwa tunadadavua vitu vingi ambavyo vinafanyika nchini Kenya na vile vile nje ya bara la Afrika na vile vile dunia nzima kwa ujumla. Inakuaje mzee? Ishakuwa ndugu yangu. Imeshakuwa dola. Umepotea sana mzee. Wajua kama kawaida no. Nairobi mambo mengi. Mji wa Nairobi lazima unasukuma, unafanya mambo yako ya kila siku. Lakini hata hivyo ulivyosema correctly ni kwamba mwandishi tajika, mwandishi mwanahabari mpekuzi, kwa majina ukipenda tu niite Moses Don. Mwanahabari wa kupigwa mfano, unajua. Usiki sana. Wanamjua, wanamsikia. Bana, kuna issue moja ambayo inatembea kwa kasi zaidi wakati huu kwenye mtandao wa kijamii na vile vile imeibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya ambao wanafuatilia issue hiyo kwa karibu zaidi. Issue nzima ya kifo cha kijana ambaye anajulikana kama Cecil Ouma, ambaye pia kwa mujibu wa habari ambazo tuko nazo ni mwanafunzi pale Technical University of Kenya, ambapo kulikuwa na purukushani katika sehemu za Kariakoo pale ambapo PS walikuwa wanapiga mishe zao za hapa na pale za kisiasa, lakini sasa purukushani ikajitokeza pale, jamaa akaumia, akapigwa risasi, akaaga dunia. Na taarifa hiyo kweli imeweza kukusanya kasi nyingi sana pale mitandaoni. Na vile vile imeweza kuzua mihemko tu kibao. Na labda tu nikigusia kwamba nikianzia vile wewe umetaja kwamba marehemu Sise huyu alikuwa ni kijana ambaye ni mwanafunzi. Sasa tukianzia kauli ya kwamba alikuwa ni mwanafunzi katika Technical University of Kenya, ambayo kwamba miaka ya nyuma ilikuwa inafahamika kama Kenya Poly. Naam, ukiangalia jinsi ambavyo wanafunzi wa vyuo vikuu ama vyuo vya kimafunzo kama Technical University wanavyoishi, utapata kwamba wako na ufuasi mkubwa miongoni mwao wenyewe. Kwa hiyo ikifika kwamba kitu kama ambacho Kiingereza itasema mobilization, utapata these students kuna jinsi wako na code zao ambapo vile wanaweza wakafanya ndio waweze kuwa wana coordinate wenzao, wanakuja pamoja. Kwa hiyo ikifika kwamba huyu katibu Fikirini aliweza akamspot kwa vyovyote vile kule walikutana, siwezi nikajua, lakini kuna taarifa kwamba inasemekana walikuwa marafiki. So by the time Fikirini anakuja kumspot huyu marehemu Sise, inamaanisha ni mtu ambaye alikuwa amejiweka sehemu kwamba mimi ukinitafuta nikufanyie swala A, B, C, mimi nitakufanyia. Manake alikuwa na ukaribu sana na people ambao maybe ni students ama people ambao tunaweza tukasema ni would be voters ama wale ambao wanaweza wakajaza crowd. Kwa hiyo tukio ambacho kilichotokea hiyo juzi ya kumhusisha Fikirini Jacobs na walinzi wake, ambapo ikaelekea kufariki kwa huyu kijana, ni tukio la kushangaza sana. Japo ipo kwenye mikono ya wachunguzi wa DCI, kwa mtazamo wangu naona bado kidogo siwezi nikasema kwamba kulikuwa na njama ama hakukuwa na njama, lakini mbivu na mbichi itabainika. Sasa ningependa kujua, kwa maana unajua huo nasema kuwa a dead person
will never tell any ashakumsima tusi. Wanasema aliye meza pamba hawezi akaongea. Dead men tell no tale. So kibaya ni kwamba ameshalala huyu kijana na haiwezi kajulikana ni yapi ama mtazamo wake ulikuwa ni upi. Ni nini ambacho kiliweza kujiri haswa. Dead men tell no tale. So itabaki kwamba pale maafisa ambao wanafanya upelelezi ama uchunguzi katika kesi hii ama katika mauaji haya, itabidi wamekwenda na kauli ya wale ambao walikuwa kwenye lile gari. Vile vile watakwenda na kitu ambacho kwa kimombo utaita kwamba circumstantial evidence, na watafuatilia kwa karibu sana forensics. Na forensics nikisema kwamba ni sasa ile lugha ya jinai ya kuangalia na kuchunguza kwa umakini na kwa ukaribu mkubwa sana lile eneo la tukio, na uweze ukaunganisha A na B ukasema kwamba ilikuwa hivi ikawa vile. By the way, ningependa kwanza kama unaweza paint picture of what actually transpired, because huyu ni jamaa ambaye alikuja katika sehemu husika kama mobilizer wa vijana, unaona, ambapo ilikuwa inasemekana kuwa walikuwa na miadi na PS Fikirini Jacobs. Alafu baada ya wao kumaliza shughuli nzima, inasemekana kuwa alipewa kitu kama shilingi 10,000 agawe na wenzake, na inaonekana kuwa zile mihela ambazo alikuwa amepewa zilikuwa zimetosha. Sasa wale watu wakamrudisha kumwambia, hizo mihela hatutachukua, kama hizi ongeza we mrudishie. Wajua kwanza kama vile nimetaja hapo awali kwamba Fikirini Jacobs na marehemu lazima walikuwa ni watu wanajuana kwa ukaribu sana. Na ndiposa ifikie hatua hii kwamba maisha yanaweza kupotezwa kiholela hivi. Lazima kuna mengi tu ambayo yaliachia. Unaona? So mwanzo utaangalia kwamba huyu kijana marehemu Sise si mgeni kwa Fikirini. Si mgeni kwake. So this is not the first time wana interact. Si mgeni kwake, ila tu unajua kulingana na taarifa zile ambazo zinapenyeza kwenye mitandao, wale ambao walikuwa na yeye marafiki wanasema tumekuwa tukifanya shughuli na nakumbuka kama sijakosea sana nimeweza kuona picha kadhaa zikitembea kule mitandao ya jamii ambapo kwamba huyu Sise amepigwa picha na katibu huyu. Kwa hiyo si wageni. Lakini maybe zinaweza kuwa picha ambazo zimetekezwa na akili unde. Akili unde huwezi ukakataa, maana yake unajua pia katika maisha kama sasa maisha ya katibu kuna maybe anaweza sema mimi napigwa vita, unaona. So inawezekana pakubwa kwamba mtu ameweza kutumia akili unde, ametumia AI na kuweka picha kwamba Fikirini alikuwa na uhusiano kidogo, na hata kuna wakati wameweza kukutana na huyu marehemu na jamaa wengine. Yote 9-10 ni kwamba walikuwa wanafahamiana. Manake zile tetesi ama zile kauli zinatokea pale mitandaoni, zile kauli ambazo zinatokea tayari kuna watu kama 8 wameweza kurekodi taarifa zao na maafisa wa jinai. Na miongoni mwao ni wale ambao wamemkaribia sana PS huyu Fikirini Jacobs, walinzi wake, dereva na tuseme tu handlers wale ambao walikuwa karibu. Na vile vile nimeweza kutazama kwa ukaribu sana video ambazo zimesambaa. Unajua kitu kimoja ambacho tumeweza tukabarikiwa nacho katika miaka hii ya leo ni kwamba si lazima kamera ile ya TV. Watu wako na simu, alafu kuna CCTV kila mahali. So unapata kama katika ule muda ambao kidogo wanasema purukushani iliweze katokea. Unamuona marehemu Cecil anaongea na vijana, tena kidogo anarudi anaingia kwenye gari la katibu. Naam, mimi kauli yangu ni kwamba by the time anakwenda kuingia kwenye gari la katibu anafahamiana vizuri sana na katibu. Anajua, anaelewa fika kwamba nikienda kuingia kwenye hili gari mimi nimekaribishwa. Na ukiangalia ile kanda vizuri unapata kwamba ni walinzi wa katibu ambao wanamfungulia mlango na kumuingiza pale ndani. Na katika ile hali ambayo aliingia pale ndani, sio mtu ambaye aliingizwa mle ndani kwa fujo ama kwa lazima. Kwa hiyo ilikuwa ni kwa hiari yake, japo lazima tukubaliane kwamba hali ambayo ilikuwa iko hapo ilikuwa ni kidogo inatashwishi. Manake
vijana wamependa hii handouts ambayo tunasema nipe kiinua mgongo kitu kidogo wanapenda mambo kama hayo. So ukiona kama jamaa maybe ameshika pesa kidogo alafu wao pia wanataka kitu kidogo, unaona itakuwa ni hatari maybe kwa yule ambaye anapokea hizo pesa ama yule ambaye anabeba hizo pesa. Kinachonishangaza ni ni vipi iliweza ikatransform kwamba mimi nimeingia kwenye gari kwa kupenda kwangu, hatua 2 3 baadaye nimefariki. Nikuulize Dola, inakuwaje issue nzima watu sasa wanamlaumu katibu Fikrini Jacobs? Shikia hapo kwanza kwa lawama. Na ilhali yule ambaye alihusika na hii issue nzima ya kumpiga risasi allegedly ni bodyguard wake. Na unajua pia kuna wakati fulani pia najiuliza, tuseme kwa mfano kama we uko na bodyguard ama mini bodyguard wako ndio. Na tuwe katika issue hiyo nzima, unadhani we uko na hiyo amri ya kuniambia nisishutu mtu ama nishoot? Katika asasi za kiusalama, unajua yule mtu ambaye amepokezwa silaha ako na mafunzo tosha. Kwa hiyo anaweza akatumia akili yake na hali ambayo iliyopo mbele yake kuweza kubaini nipo kwenye hatari ama nipo katika sehemu aina gani. Na huo uwezo wake yeye kubaini ni hali gani ambayo yuko itulinform ni jinsi gani anatumia silaha. Nirudi nyuma niruhusu tu nirudi nyuma katika swala la lawama. Umetaja kwamba wengi tu wamemkashifu na wameshamhukumu tayari, kwa maana kuna wale ambao wanasema kuwa you are a killer, nini ulihusika na mauaji, na yeye ameshajitokeza paruanja akasema kuwa yuko tayari, ameshajitokeza akaenda kaandikisha taarifa na maafisa wa DCI wale ambao watafanya uchunguzi, na vile vile anasema kuwa pale ambapo atakapomuhitaji kutoa taarifa zaidi ameridhia atajitokeza tena apeane taarifa. Utakumbuka kwamba hii leo tu asubuhi mwanaharakati Boniface Mwangi ambaye pia ni mpiga picha tajika na nimeweza kushirikiana kufanya kazi kwa ukaribu sana naye miaka ya nyuma, amekwenda kwenye mtandao wake wa kijamii na kudai kwamba marehemu Sise alikuwa ni jambazi. Alikuwa KTN pia. Alikuwa katika kituo cha Standard Group kwa wakati mmoja. Sasa naye amekwenda katika mtandao wake wa kijamii na akaleta tetesi na madai kwamba huyu kijana ambaye aliweza kupigwa risasi hiyo alikuwa ni gun na alikuwa ni mtu ambaye kama mwanasiasa anahitaji kufanya mkutano ama shughuli fulani, basi kama Sise hajasema basi na haifanyiki. So waona hapa tunapata taswira ama picha mbili. Kuna wale ambao wanatetea katibu na kuna wale ambao wanasema ama kweli huyu jamaa alikuwa ni gun, huyu jamaa alikuwa ni mkorogo. So inakuwa mkorogo. In other words ni kama they are blaming the victim. To an extent yes. Kuna wale wanasema hii ni gunism, na utakumbuka pakubwa kwamba hii majuzi tu kumekuwa na visa vingi sana vya guns kuweza kuleta kuzua rabsha katika sehemu nyingi tu sana za siasa. So kama alikuwa pale kama mtu ambaye ana mobilize watu, unajua hiyo ndio lugha ambayo inatumika, mimi nafanya mobilization, lakini kwa hakika kuna maana nyuma pazia kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika. Wakifungua pazia hivi kidogo kuna mengi tu sana. Sasa nikukatishe kidogo, pole. Ningependa kujua ile information ambayo imekuwa posted kwenye mtandao wa kijamii na Boniface Mwangi, what was it meant to achieve? No, for me ninaweza nikasema it is very iko two ways For me it is very unfortunate kwamba Boniface Mwangi ameweza kutaja masuala kama hayo ambaye yanaambatana na karakta ya yule kijana ambaye ameshafariki. Wajua sawa, wewe ni mwizi, una doa katika tabia zako, lakini ifikapo mauti yanakupata katika hali tatanishi, basi haimaanishi kwamba wewe ufanywe ama usazu uwe mweupe kama pamba. Lakini lazima tunazingatia ni hali gani ya haki, maanake ni binadamu mwisho wa siku. Lazima tuangalie ni haki kweli imefanyika ama kifo chake kimefanyika
kisheria, maanake kuna vifo ambavyo vinafanyika kisheria, unaona, ambavyo viko mikononi mwa polisi, unaona. Naam. Sasa ukiangalia hii issue nzima, where does it put youths of this country? Kwa maana youths wengi wale ambao wako ndani ya gatuzi la Nairobi na wanapiga mishe zao na wanasiasa wamekuwa sana sana associated na issue ya goonism, ambapo tuseme kwa mfano kama kuna beef na mimi, kuna wale vijana ambao unaweza wa mobilize, unawaambia kuna jamaa fulani pale nafaa tuende tumfunze kazi Nakwambia mwenzangu, wapo vijana ambao tuseme ni saa ngapi hivi, kama saa 10 hivi. Kuna vijana ambao kwa sasa ndipo wanaamka. Asubuhi na usiku walikuwa wanalala. Unapata hawa hawana kazi, manake watasema kidogo uchumi mbaya, nafasi za ajira hazipo nchini, so wana depend kwa hawa wanasiasa. So handouts. Kuna handouts, nipe kitu kidogo. So kuna kurunzi tu kubwa ambayo inastahili kupigwa katika hali hii. Maanake unapata vijana kidogo, kuna wale ambao wakitumia vizuri nafasi zao za kutangamana na wanasiasa wanaweza wakapata, lakini kuna wale tena kidogo wanaweza wakapoteza. Na namaanisha nini katika kupoteza? Wewe ukija kama kijana, so to speak, unafanya mobilization, lakini unajua wewe ni goon. So unaweza ukapoteza katika hali hii, kwamba unaweza kwenda katika eneo la siasa, fujo zitokee na uweze ukapoteza maisha, ama uweze kupigwa vibaya, ama uweze kukamatwa na polisi. Na ni issue tu kubwa sana, ambapo vijana wetu, mimi ningependa kuwasihi kwamba waangalie ni what level of indulgence unafanya na hao wanasiasa. Maanake utaangalia pakubwa sana kwamba huyu ni mwanasiasa, ana afisi yake, ana ngazi ya kwake, ana maisha yake ambayo tayari yamestawi. Wewe uko pale kama sijui kama nitasema mlala hoi kidogo So itakuwa ni vema tu sana wewe uangalie ni jinsi gani unataka kuwin maisha yako. Unataka kuwin maisha yako kwa fujo, kwa gun, ama unataka kuwa kijana mwenye mstari wa mbele wa tabia, ama unataka kusubiri mpaka wakati utakutana na mauko ambayo kama yamemkuta ndugu yetu Cisse. Kuna taarifa ambayo ilikuwa imeandikwa ama imechapishwa kwenye mtandao wa kijamii na katibu Fikrini Jacobs. Naam. Nimekuambia namjua on personal level. Jamaa fulani very approachable, mcheshi na mkakamavu, mpole zaidi. Sasa hapa ameandika ni aya kama ngapi hivi, 1, 2, 3, 4 hivi. Ameandika kwa lugha ya Kiingereza. Anasema kuwa I extend my deepest sympathies and heartfelt condolences to the family, friends and loved ones of Cecil Ouma following his tragic and untimely death. Shikia hapo. Hiyo taarifa kutoka kwake Fikrini Jacobs, umesema unamfahamu vizuri, na wajua kila mtu anahitaji nafasi yake kujieleza katika tuhuma zozote ambazo zile zinaweza zikawa zimetokea. Na kufikia hapo, nikitazama hiyo taarifa ama nikisikia hiyo taarifa kutoka kwake Fikrini Jacobs, kwa wale ambao ni jamaa na marafiki wa marehemu wataona kama ambao wanadungwa tena kisu. Kivipi sasa? Manake watasema huyu jamaa anatuambia nini? Ni yeye alikuwa na marehemu, ni wao wamemuua marehemu. You know, it's very difficult to please the public. Inafaa ikuwe hivi, ni yeye ndiye alikuwa na marehemu na walinzi wake walihusika na mauaji ya marehemu. Itakumbukwa pakubwa vile vile kwamba popote ambapo mauaji yanatokea, mara nyingi maafisa wa jinai wanaangalia chanzo cha kifo hicho. Na utapata watafata mbinu tofauti za kufanya uchunguzi the lead ili kuweza kubaini ni yapi ambayo yalitokea. Na kwa kimombo kuna direct evidence na kuna circumstantial evidence. Sasa hiyo umenipeleka darasa la sheria. Nimekupa mtihani. Endelea. Na katika direct evidence hapa ni kwamba
For example, wewe ulikuwa na Sise. Akaingia kwenye lile gari, wewe ukamuona kidogo, ama mliingia naye, wewe ukakaa kiti cha mbele na kiti cha nyuma, alafu ukaona wakingangana pale, kisha kuna ufiatulianaji wa risasi. Unaona? Sasa wewe yale ambayo uliyaona ukiyasema kwa taarifa to the police, na polisi wakuje waangalie taarifa yako, washikanishe na kilichofanyika, that is part of direct evidence. Circumstantial evidence ni mimi na wewe tulikuwa pamoja, tukapiga kona sote wawili, lakini mimi nikazama, wewe ukabaki. So polisi ama asasi za uchunguzi wataanza kutazama, watakuwa wanaangalia hii scenario. Wewe you are the last person seen with this person, lazima kuna kitu. So watakuwa na kusanya A, kusanya B, like the last person thing. Tuseme kwa mfano kama vile sai tuko na wewe hapa. Halafu usitoe mfano na mimi manake bado nina familia. Tuseme naweza jitumia kama mimi, naweza tumia kama mfano. Manake nitabaki kwenye mtego. Tuendelee. Wacha nisomee taarifa tupate kujua inakuaje, kwa maana ni issue ambayo imewaacha wengi vinywa wazi na kuna maswali ambayo wengi wanajaribu kujiuliza. Sasa ikiendelea kasema, the circumstances surrounding the Cecil's death are deeply distressing and remain the subject of active investigations. No family should have to endure such a loss, and no young life should end in such a tragic and confounding circumstances. Earlier today, I recorded a statement with National Police Service regarding the incident. 7 other individuals, including officers serving in my office, have also recorded their statements as part of ongoing investigation. Akamalizia, we are fully cooperating with the investigative agencies, and I will continue to make myself available throughout the investigative process. I remain committed to providing every assistance necessary to facilitate an expeditious investigation and that justice is done. Ukiweka taarifa yake Fikirini Jacobs kwenye mizani au kwenye kichungi, huyu ni jamaa ambaye kwa mtazamo wangu na kwa mtazamo wa wachanganuzi wa masuala ya usalama wengi watakwambia kwamba hiyo taarifa ukiweka kwenye mizani vizuri, ni mtu ambaye anatoa kauli ya kwamba mimi sikuhusika, na iwapo wewe ulihusika basi you are on your own. Iwe ni dereva, iwe ni mwandani wake. That is what that message inajaribu kusema. Na hiyo ni vizuri pia. Hiyo ni kukatisha kidogo. Hiyo ni aya ya 3. Kwa maana amesema, earlier today I recorded a statement with the National Police Service regarding the incident. 7 other individuals, including officers serving in my office, have also recorded their statement as part of the ongoing investigations. Yes. Akasema we are fully cooperating with the investigative agencies. Rudi nyuma pale, kuna sehemu amesema hakuna familia ambayo inastahili kupitia machungu kama haya. No family should have to endure such a loss. Yes. Ni kwa lugha nyingine tu anasema mimi singefanya kitu kama hiyo. Kwa hiyo mtu ambaye amefanya haya, wewe utawajibika kivyako mbele ya sheria. That is what I can deduce from that, yeah. Lakini sasa ukiangalia hii statement pia aliandika, kuna vile is actually regretting. Hakuna regret pale, manake tayari it's an active police investigation file. Na ni vizuri tu amefikia kutoa taarifa kama hii kwa mtu yule ambaye nitasema sober person. Na unajua mtu ana hisia, so hisia zake kwanza ni za kuwapa pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki. Vile wajua imekuwa ni muhimu sana yeye kutoa kauli kama hii, manake ni msimu wa siasa. Na tukio kama hili linaweza likaendesha masuala mengi sana kushoto, to the left, if you know what I mean. Because the public wanaweza wakakasirika, na wakati una deal na public information ama public perception ya watu, inakuwa ni vigumu sana kuelewa mob psychology. Maanake mob psychology wewe utafikiria sawa, lakini mimi nitafikiria
tofauti. So inakuwa ni vigumu sana. So hii statement yake kidogo ame move in to arrest that situation. Ndio at least hata kama yule kidogo alikuwa na hasira anasema lakini si yeye amefanya. So unaona ametoa statement. Unaona vitu kama hivyo. Na unadhani kuna chochote ambacho angeongezea hapa kwa hii statement? Kuna Marekani kuna kitu kinaitwa the Fifth Amendment. Yaani wewe uko na right kunyamaza kwa tuhuma zozote zile. So unapata mara nyingi mtu anasema I take the fifth. So ningelikuwa Fikirini hata singeweza kutaja kitu kama kwa ungeandika statement kama hii. Singeandika just take a fifth, ningenyamaza. Maana tayari remember there is freedom of information. Na katika upekuzi ama upelelezi wa DCI ama zile vikundi ama unit husika za investigation watafanya investigation yao kisiri, lakini itajulikana wapi? Mahakamani. Unaona? So he would have just lawyered up ama angesema tu mimi have nothing to comment. Unaona? Because unaona wakati unatoa taarifa inaweza ikawa ikatumika dhidi yako mbele ama kukusaidia wewe. So it's 50-50. Kwa hiyo wewe unaona angeposti? Kwa mtazamo wangu angenyamaza. Aache asasi za usalama zifanye upelelezi na watatokea na matokeo. Wakati fulani huo unasema kwa kunyamaza ni bora kuliko kujibu. Manake ulimi na mdomo, unajua ulimi yako ikishateleza tu uwezo ukafuata yale maneno yarudishe. So tutasema I wish I knew. Unaona? Kuna na hivi hata nasema ni advice, free advice kwa usisemi kwamba mtu afanye makosa ya jinai kiasi kama hichi, lakini it's just free advice kwamba wakati unapatikana na hali ambayo hata nyumbani hata kazini wakati unapatikana na hali ambayo kidogo tatanishi usiwe mwepesi kukimbilia kusema ama kuongea. Manake utasema kitu it will be used against you ama utasema kitu and maybe itakusaidia. So being that kwamba hii ni swala ambayo anaweza kapata ama inabidi akuwe na wakili, ni vizuri sana angeachia wakili mambo mengi tu. Lakini ukiangalia huyu ni public officer, unaona, na jambo kama hili linahitaji majibu mengi. Ndio sababu kuna matarajio pia ya watu wengi. Ndio sababu nikasema amefanya vizuri sana kwa upande moja. Kwa upande mwingine hii taarifa kutoka kwa ofisi yake inaweza ikawa ni kama msumari tena kwenye kidonda cha majamaa na marafiki. Unaona? Na nimeweza kueleza kwamba huu ni msimu wa kisiasa. So mtu ambaye anatazama hali hiyo ambayo ilitokea hiyo juzi atasema kwani hawa wanasiasa na wakubwa na viongozi ambao wako serikalini ndio kauli yao hivi ndio wanaoperate, then wacha tulipishe kisasi, maybe kutokee vita ama kutokee nini. Unaona? So hii taarifa yake kidogo it's a good one. Depending unaiangalia vipi. Na tena kwa mizani ya pili iko na changamoto zake. Tukikaribia kumalizia mdahalo huu, ningependa kujua wakati huu, kwa maana Fikirini Jacobs amesema kuwa yuko tayari tena kujitokeza kupeana taarifa zaidi kuhusiana na tukio nzima, na vile amesema kuwa kuna maafisa kadha wa kadha ambao wanahudumu katika ofisi yake ambapo wao pia wamejitokeza kuandikisha taarifa. Kwa mtazamo wako wewe kama mwanahabari lukuki wa issues za crime, unadhani hii issue nzima inawawekaje wahusika wakuu wale mabodyguards wake? Nitasema hivi kwamba tukio hili kidogo limefunua pazia
kwa the conduct ya security officers ambao wanafanya kama VIP protection ama security personnel in general, wakubwa na wanasiasa. Manake imesemekana, kuna taarifa ambazo ziko kwenye mitandao, inasemekana kwamba ni mlinzi wa katibu ambaye alimfiatulia risasi. Now wengi watajiuliza ilifikiaje mpaka yeye akafiatuliwa risasi na mlinzi, na wajua tayari kuna maybe vile walikuwa wanajua, na manake uwezi ukaingia tu kwenye gari la katibu hivi. Na ukiangalia zile video pia huenda kidogo aliingia pale kwa kutaka yeye. Kuna tetesi ambazo zinatembea wakati huu zinasema kuwa marehemu Cecil Ouma alijaribu kugrab the steering wheel ama hata bunduki ya mmoja wa walinzi wa Fikirini Jacobs. Ningependa kujua kwa mtazamo wako, we unadhani ishu kama hii inamweka wapi muhusika ambaye wakati huu ni mwenda zake, na vile vile wahusika wakuu katika kifo cha Cecil Ouma? Naam, asante sana ndugu yangu. Kama vile mchunguzi nataka ni employ mind ya mchunguzi. Na itakuwa hivi, manake the investigators pale katika hiyo investigation watakuwa wanaangalia ni jinsi gani huyu Cisse aliweza kupigwa risasi, na nimekueleza kwamba watakuwa wanaangalia direct evidence, vile vile watakuwa wanaweza kuangalia circumstantial evidence. Kumbuka tukio limetokea ndani ya gari. Naam, kama mchunguzi ambaye ni study, basi utataka kujua hili gari lilikuwa na watu wangapi. Marehemu huyu ambaye amefiatuliwa risasi na bahati mbaya akafariki, alikuwa ameingia kwenye hili gari akakaa sehemu gani? Na yule mlinzi ambaye aliweza kufiatua risasi alikuwa amekaa sehemu gani? Then unajua when you handle a gun, kuna ile speciality mtu anapenda, maybe anapenda kuweka holster upande wa kushoto ama upande wa kulia. So itaangaliwa sana huyu marehemu alikuwa amekaa upande gani wa yule ambaye anasemekana kwamba alimfiatulia risasi. Then wataweza kuangalia vile vile taarifa za hawa ambao wengine pia walikuwa kwa hilo gari, na vile vile video ambazo zimesambaa mtandaoni zikimuonesha marehemu Cecil akiingia, zitaweza kubaini haswa ni which position alikuwa amekaa ndani ya lile gari. Naam. Sasa ningependa tuangalie baadhi ya kauli ambazo zinatolewa na baadhi ya Wakenya ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi katibu Fikirini Jacobs baada ya kuandika huu ujumbe akisema kuwa yuko tayari kutoa taarifa zaidi kutokana na tukio hili. Naam. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Maureen Bunde ameandika hapo Madara. Halafu mwalimu Ochieng Kawara anasema just tell us what happened here, not recording any statement. Make it public. I hear the guy was shot 3 times and thrown out of your vehicle. Roberto Carlos anasema pole sana kiongozi, God is in control, pole sana kwa familia. Shikilia hapo. Naam. Kutokana tu na kauli ya huyo madam ambaye umemtaja wa kwanza, Maureen Bunde. Bunduki yule. Maana yake Bunde. Kauli yake ni Bunde, risasi tu. So yule hayo matamshi yake ama hiyo kauli yake inakuonesha jinsi gani watu wana mtazamo ama mitazamo tofauti. Manake tayari huyo ameshamweka kwenye msalaba na akamsulubisha. Ameshamhukumu tayari. Ameshamhukumu, amemtaja kwamba madara. Kwa hiyo anafanya kile ambacho kizungu kinasema amekuwa the judge, jury and the executioner. Yani finish, kaput, kuisha, game shot. Amemalizana naye. Ukisonga kwenye kauli ya huyo jamaa wa pili anasema just tell us what happened, huyu ni mwalimu Ochieng Kawara huyu. Ochieng Kawara. Rafiki yangu pia huyu. Naam. Anasema usije ukatueleza, japo anasema tueleze tu yale ambayo yaliweza kujiri badala ya kutoa taarifa nyingi. Kumbuka kauli ya Ochieng Jawara huyu, japo anataka sana kujua ama kubaini ni yapi yaliweza kutokea. This is an active investigation na kuna
asasi ambazo ziko charged with this responsibility ya kuchukua information kutoka kwa wahusika na iweke katika mkusanyiko wa taarifa za kijasusi. So ni vigumu sana Fikirini Jacobs kuchukua hiyo nafasi yake na kusema hapana, mimi nilikuwa nimekaa sehemu fulani nani fulani akamfyatua risasi. Ni vigumu sana. Remember pia hawa ni watu wake, ana uhusiano na wao. Hata kama itabainika mbele kwamba ni jamaa A ama B aliweza kufyatua, basi na kutoka kwake Fikirini isitokee kwamba ni direct. Owino Ngito anasema Raila Odinga left us in the government few months later. You are doing exactly what Raila Odinga was against. Take responsibility and step aside than waiting for the conclusion of the investigation. You cannot continue representing the youths who are killed by your bodyguards while present. Resign. Mwingine hapa anamwambia, anajulikana kama Peterson Mchizi, anamwambia which justice are you talking about? Step aside. Hii issue ya ku step aside inakuaje? Zile developed democracies, zile demokrasia ambazo zimestawi kama za Uingereza, Marekani na zile nchi tu chache duniani ambazo ziko na demokrasia tajika, unapata wakati kuna issue ambayo inamgusa kiongozi fulani, wanaweza kujitoa mamlakani na wanakaa kando. Lakini hii yetu ya Afrika na Kenya kidogo inaleta mushkil. Haieleweki kwa nini wa Kenya ama viongozi wa Kiafrika ni vigumu sana wakae kando, na ni swala ambalo linaweza kuleta tu uwajibikaji kwa njia sahihi iwapo tu si Fikirini Jacobs tu, na manake kuna masala ya ufisadi katika baadhi ya taasisi ama departments nyingi tu. So if we can reach political maturity ama leadership maturity kwamba kumetokea kitu na inanipaka tope, basi mimi nikae kando, wakinipata bila hatia nitarudi. Kuna mtu hapa anaongea jinsi unavyoongea, anaitwa Marlon Balan, anasema I don't want to sound judgy, but in mature democracies the most honorable thing you could have done at this moment is to step aside as party of interest in the investigation, at least to inspire public confidence, not to merely say you will be available for the process. May the deceased soul rest in peace. Ernest anamwambia, kauli nzuri sana hiyo jamaa, kauli. Ernest akasema you step aside for proper investigation to be concluded. Alafu mwisho hapa ni wengi tu ambao wana comment hapa kwenye timeline ya Fikirini Jacobs. Sasa wewe mtazamo wako ni upi? Ange step aside, investigation ifanyike, alafu baadaye atakapopatikana hana hatia arudi? Do you think that is something that can happen in our country? Na ukumbuke vizuri sana kwamba kuna integrity ambayo iko kwenye chapter 6 if I'm not wrong. Wakati kidogo unapakwa tope ama kuna madoa ya shuku ama shauku, ingekuwa tu ni vizuri kwamba mtu yote tu ambaye yako katika nafasi ya mawadhifa za nyadhifa za uongozi, wakati matukio tatanishi yana kutanishwa na tabia zao, basi ni vema tu kama wanaweza wakajiondoa katika nafasi hizo. Lakini vile nitakumbuka na nitasema vile kwamba somebody is always presumed innocent. Yani wewe uko innocent mpaka hatua ya mwisho koti idhibitishe kwamba si hivyo. Kwa hiyo Fikirini Jacobs hakuna kitu ambacho kinamshurutisha kwamba ajiuzulu. Hakuna. But on a personal level, yeye akiamua kwamba mimi mweupe, nataka hii process pia iwe na weupe na uwazi, mimi wacha nijitoe. Inawezekana. Okay. Naam. Benjamin Juma anasema his bodyguard did the act, not PS. Please let's wait for the law to take its course. Wakenya kawaida wataongea kama vile walikuwa. Utapata huyo anaongea is a keyboard warrior. Maybe ako Saudi Arabia, maybe ako Mombasa. Tuache preemption ama presumption
tuache hili swala, manake tayari it is being investigated actively. Na let us give the parties a benefit of doubt. Na as we do give the parties benefit of doubt and innocence, all our hearts zinafaa ziende kwa familia, jamaa na marafiki wa yule mwenda zake. Na vile vile kama vile ulikuwa umetaja hapo awali, itakuwa ni vyema sana vijana warudi na kupiga taswira mbele nyuma, waangalie, they must reorganize their kind of relationship with leaders. Denzel Brickman anasema everyone is blubbering what they don't know, pretending to have a slight idea of what transpired. Siongeze nyingine kwa alichosema Denzel. Amesema nilivyosema. Akamalizia akasema I can't defend the PS but I believe there must have been a threat for his security to use force. It's untimely and unfortunate for a brother to lose a life, but let's not be quick to judge. We also know that sometimes goons operate within the crowd. Acha DCI ifanye mambo yake. Kabisa. My condolences kabisa to the deceased. Kabisa. Ya, kwa hiyo tumeongea kwa mapana na marefu kuhusu hii kesi ama issue nzima ya kijana ambaye anajulikana kama Cecil Ouma kupoteza maisha yake katika njia tatanishi maeneo ya Kariakoo ndani ya gatuzi la Nairobi. Ni issue ambayo imeibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya. Wanajiuliza maswali kibao kuhusiana na vitu ambavyo vitafanyika. Wakati huu kuna mambo mengi ambayo yanafanyika nyuma pazia, lakini kubwa zaidi ni ile issue nzima ya familia, ndugu, jamaa kupata haki. Imepiga longa za pana pale na mwanahabari Lukuki, mwanahabari wa kupigiwa mfano, muite Musa Dola. Na ukipenda utanifuata pia kwenye mitandao ya kijamii Moses Dola au vile vile Moses Dola Investigates kwa taarifa kemkem upekuzi na jinai. Shukran jidan, marhab habib, tunawapenda zaidi.